Ukishakuwa CCM huko mambo mengi ni rahisi. Hiyo unasema mna uchaguzi huko CCM. Uchaguzi uko wapi? Huko kwingine kote mnasikiliza tu. Huko unaweza kashangata umri sio kwa kwako. Yaani ukijikuta kwa umri wako unajulikana ni huu na wewe mwenyewe sio. Kwani miaka yako imebadilikia wapi? Kwa mimi nawaambia jamani, yaani mimi nitangia, nimekuwa kiongozi wa chuo, nimefika mpaka hatua kwa rais wa vyuo vikuu Tanzania. Fitina nazijua na tawamudu. Kwa sababu na hiyo matokeo mimi sitakubali eti una mwaka wa kwanza hatuoni basket zinakuwa. Una mwaka wa pili hatuoni. Upo tu unapigaga tai wa kichwa viongozi. Hata mama niwaisha kunitoa vinginevyo. Kwa maombi yenu yana nabii viongozi. Ombeni aidha mfanye yale ambayo tunatamani tuone matokeo, au mpambane mimi nitoke mapema kabla yenu. Haivumiliki. You feel so embarrassed. Una vijana mtaani hawana kazi, lakini wana vipaji. Yaani hapo mlipo nyinyi mmekalia ajira za watu, ndio pointi yangu ya saba. Yaani fikiria kama TFF wasingeweka mifumo mizuri ya wazee, tungempata wapi Samata wa kuwakilisha kupeperusha bendera ya taifa letu? Kwa tuna vijana wengi walio na talenti kubwa, lakini talenti zao zinakufa kwa sababu ya migogoro na uwezo mdogo wa viongozi wa mashirikisho kuonesha talenti zao. Umekuwa uongozi kama fashion. Niko nauliza juzi hapa hivi, swala la kuogelea ni tatizo kweli? Sisi miaka yote hatushiriki kuogelea. Naambia kuna mtu mmoja tumempeleka South Africa, kuna mwingine sio alienda Dubai pale. Sasa kuna mmoja tunategemea baada ya miaka, yaani miaka 60 ya nchi yetu hatuna uwezo wa kushiriki kwenye mashindano ya Olimpiki ya kuogelea. Ila viongozi wapo na wanabadilisha katiba ili waendelee kuwepo. And they are proud of that. Sasa mimi nawezaje kutolerate hilo jambo? Yaani wewe mashindano kama hayo kweli ambayo yanafanya nchi yetu, vijana wanapata ajira, taifa letu lajenga heshima, wewe ndio kiongozi upo tu. Kuna mashindano juzi hapa ya basket ya kushindana basket hapa. Viongozi wa chama cha basket sio wapi. Napewa taarifa mkatafuta watu mnaowajua kuwaingiza kwenye ili, yaani kama vile ni fursa kupelekana bana, kuna twende bana muingize na huyu bana sikwende cha basket. Afu vijana wenye talent na waacha. Tanganyika. Plan B wanapotaka kumfanyia Mheshimiwa Lissu ni kumpa sumu ya kumaliza taratibu kwenye maji, kwenye chakula, kwenye mashuka kujifunika, kupulizia mle kile chuma anachokaa. Hiyo ndio plan B wanaotaka kuifanya. Kama nilivyowaambia, plan A ilikuwa kwa sababu walikuwa wanafanya kumpeleka mahakamani na msafara mkubwa. Wanataka wapunguze msafara kumpeleka mahakamani. Wapunguze magari ya kumpeleka mahakamani. Alafu ile magari yatafanywa kama amevamiwa. Yeye Lissu apigwe risasi za kichwa. Alafu wale mafeki ambao wanajifanya ni mafeki ambao ni magereza watapigwa bunduki, lakini zile bullet ambazo ni feki. Watapigwa lakini zile ambazo zitakuwa ni feki. Lakini yeye apigwe za kichwa. Paul Makonde hizo ndio mbinu zake. Na mwenye kuja yani kusilisha kwamba hili limepita ni Samia. Lakini plan B yake ndio hii ambayo ninasema kwamba wanafikiria kwamba kumpa maji dawa kuweka sumu kwa maji ya kumeza taratibu nguvu, kwenye chakula tukoneka taratibu, kwenye mashuka wanafulia, kwenye ile chuma anachokaa watakuwa wanapulizia. Hizo zinamuingia, zinamaliza taratibu ili hata kitoka itasipate nguvu za kuanza kugombea mambo ya urais. Hizo ndio plani zao. Lakini hizo plani zao nafikiri zitafeli 200%. Sterling niko pale. Hamtafanikisha. Najua mnaweza mkafanya hivi kwa sababu yuko magereza, yuko chini yenu. Lakini sio rahisi sana.
hata kidogo. Lakini wewe mkuu wa magereza, hizi mbinu zenu za kiboya zitakutokea matakoni. Wewe Rostam, Paul Makonda, Samia Suluhu Hassan, Kikwete, Abdul, Liziwani, plani zenu za kiboya zitawatokea. Yeah. Kuna watekaji 15 wameenda ugaibuni, wanamfuatilia kakake na Polepole. Watekaji wauaji 15 na wanaongozwa, ambaye anawaongoza anajiita ni mwanamke, anayewaongoza ni mwanamke, anajiita Sega Igenge. Sega Igenge. Huyo ni mwanamke anayeongoza ili genge la watu 15 wameenda ugaibuni kumfuatilia kakake na Polepole, kumteka ama kumzuru ndugu wa Tanganyika. Sasa basi, ili kundi la watu 15 wengine wako Sweden. Wako Sweden ubarozi pale. Wameenda wako Sweden pale ubarozi. Lakini ugaibuni wengine leo asubuhi, mnajua hapo ugaibuni mmekutana na kakake na Polepole uso kwa uso, mmekimbia. Kama nyie sio watu wabaya, mmekutana naye uso kwa uso, mmekimbia. Jana mmekutana naye, mmekimbia. Leo mmekutana naye, mmekimbia. Mkiwa chini ya huyu mwanamke ambaye anajiita Sega Igenge. Sega Igenge, wewe manake ni genge. Ili ni jina feki na sio jina lako original. Sasa ngoja nikwambie wewe unayejiita Sega Igenge. Wewe si ni mwanamke? Kuna jina la mwanamke anaitwa Sega Igenge? Sega Igenge manake huko mwisho ni manake ni genge la wahuni. Mmekutana na leo na kakake na Polepole asubuhi, mmekimbia. Na nyie mliokimbilia Sweden ubarozi, mko pale Sweden, mko 15 wote jumla, mtajulikana na nitawaanika wote kwa mujibu wangu wa sheria. Na wajua, na mnafuatilia watu ambao najua kama kuna mtu gani yuko karibu naye ili aweze kuwapa information zake. Ngozeni waambeni uko ugaibuni. Taarifa zenu zimeshapelekwa polisi. Mmeingia huko Ulaya kwa kigezo cha kujifanya ni watalii. Toka lini Mtanzania akawa mtalii Ulaya? Toka lini? Hizo pesa mnazopewa za kisenge, mnataka kuwazuru Watanganyika. Ndugu zanguni, Polepole mnaye ndugu yetu, mmemweka huko Kigamboni, na bado mmejipeleka ugaibuni kumfuatilia kaka yake. Nyie machizi mko 15. Sasa basi, nitawaleta wote kwa mujibu wa sheria. Ngoja bado nawafuatilia. Mziki wangu mnaujua, kenge weusi nye. Mnamfuatilia kakake na Polepole ili weje. Na mbona leo asubuhi mmekutana naye uso kwa uso, mmekimbia? Mmekutana naye uso kwa uso ugaibuni, mmekimbia. Kwa nini mmekimbia kama nyie si watu wabaya? Wewe unayejiita Sega, unayejiita Sega Igenge, mwanamke ambaye unaendesha hilo genge, mambo ya kusajili nani majina yako ya uongo kifeki, wache. Wewe sio Sega Igenge, na nakwambia nitawapata mmoja baada ya mwingine, nitawaleta mtandaoni. Hamwezi kufuatilia kakake na Polepole ugaibuni, kenge weusi nye kabisa. Mmemfuatilia Tino na ndio mmemfuatilia mko watu 15. Sasa nyewe wapumbavu, nyewe wapuuzi, acheni mambo ya kutumatuma. Taarifa zenu zimeshapelekwa polisi, mtapewa ban ya kurudi Ulaya. Mtabaniwa, mtawekwa ban. Mtawekewa nyeusi kapu, hakuna tena kurudi Ulaya. Taarifa zenu zote zimeshaenda polisi, Kunda Deki. Ameshapeleka taarifa zenu zote polisi. Wote 15 mnajulikana. Baka majina yenu wote. Kunda Deki. Eti wengine mkimbilia Sweden. Hamna hata akili timamu. Ngojeni nimwambie mimi Lecho Dangwa msicheze na moto huu. Yaani mnaona nayoendelea.
yanayofanywa na huyo muuaji Samia. Anawatuma, anawaagiza kwenda ugaibuni, au wakina nani, wakina Abduli kwenda ugaibuni kufuatilia nani, kakake na Polepole, Humphrey Polepole. Acheni maswala yenu ya kipuuzi. Sasa basi, muda wenu wa kuanikwa mmoja baada ya mwingine, mtajikuta mtandaoni unacheza na huu moto alichodangu. Don't mess up. Wapuuzi wakubwa, acheni kufuatilia watu. Na kwa nini mmekimbia? Si mnajiamini? Tunajua mna kamera. Mmepeleka kuonyesha kwamba huyu hapa. Hii sasa amekimbia. Washenzi wakubwa.